Jefo, mambo? Fresh, ni aje? Safi, mzima? Poa. Mimi niko poa. Samahani kwa kukuita hapa, kuna jambo nataka nikwambie. Sawa, nakusikiliza. Na imani Rachel alikufikishia ujumbe? Ya, alinifikishia lakini nadhani tuliongea wewe na mimi. Jefo, mimi ni samaki niishie baharini. Unanitoa kwenye maji unanipeleka jangwani. Taishi vipi jamani? Kivipi yani, ukiwa na maana gani? Natamani ningekuwa na mabawa, ningeruka angani. Kaandae sayari tuishi mimi na wewe. Kuepuka maneno ya watu, kuepuka chuki za watu, kuepuka fitna za watu. Sikilize dada, unazunguka sana. Hebu nyosha sentensi nijue umenitia kitu gani hapa ili niweze kuwahi kazini. Naomba tufungue ukurasa mpya wa mapenzi mimi na wewe. Maana naona watoto wazuri wenye afya njema wametuzunguka mezani. Na meza imejaa vyakula kemkem na vinywaji vyenye ladha nzuri. Na hakika tumependeza sana Jefo. Naomba unioe. Wewe Jefo unanikataa kwa sababu wewe malaya au sio? Nani malaya dada? Malaya mwenyewe unaona unapojisogeza kwa mwanaume. Dada, chunga kauli zako sawa? Chunge nini? Chunga kauli zako. Uliona uwe na kikomo sawa? Wewe Jefo. Ndoa ni mpango wa Mungu tangia Edeni, kwa Adamu na Eva walishikwa pamoja. Ndoa ni mpango wa Mungu tangia Edeni, Adamu na Eva walishikwa pamoja. Dada. Samahani mara moja nakuomba. Shikamoo pasta. Mariaba, ujambo? Sijambo. Unajua dada, mara nyingi sana nakuona unapita hapa ofisini kwangu. Zaidi ya mara 5 nakuona unapitaga hapa. Nikawa natamani sana kuambia hiki kitu lakini nikawa nakosa nafasi. Lakini naona leo ni siku njema ambayo inafaa kwa ajili ya kuambia hiki kitu. Na mambo matatu ya msingi ambayo nataka nikuambie. Na mimi na mambo kiyazingatia na kufanyia kazi utafika mbali sana. Na sio kufika mbali tu, utaona ufalme wa mbingu. Jambo la kwanza, na ukaribisha kanisani kwangu. Siku ukipata nafasi ukaribia kanisani. Jambo la pili ni kuhusiana na mavazi yako. Ni binti sana ambayo muda mwingi nakuona umevaa suruali. Suruali ni vazi la mwanaume. Hutakiwi kuvaa mavazi ambayo wanapaswa wanaume kuvaa. Hicho kitu hakimpendezi Mungu kabisa. Unatakiwa uvae nguo zinazomstahili mwanamke kuvaa. Mabinti wengi dunia imetawala katika maisha yao. Wanafanya mambo ambayo sio mazuri. Wanavaa suruali. Wanavaa mini skirt. Mimi huwa inanikera sana. Na nikosesha sana amani. Nikasema leo nikwambie uachane na hizo nguo. Tafuta sketi nzuri yenye maadili, utapendeza. Na jambo la tatu na la mwisho ni hiyo tabia yako ya kuuza mwili wako, tabia ya umaraya. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Usichafue hekalu la Roho Mtakatifu. Ni binti ambaye uko vizuri, Mungu alikumba vizuri, umependeza. Lakini unakosoa umbaji wa Mungu. Mungu alikupa sura nzuri, sura nyeusi, sura adimu.
lakini wewe unakosoa uumbaji wa Mungu, unabadilisha sura yako. Toka unazaliwa mimi nakuona ulikuwa ni mweusi, lakini nashangaa nakutana na wewe unang'aa ni mweupe. Nasikitisha sana. Unakosoa uumbaji wa Mungu. Mungu apendi, na kuomba ubadilike, ubadilishe maisha yako. Umemaliza? Najiuza mimi wewe? Mavazi yangu yako au unanitaka? Hebu naomba niache niende. Sawa? Kizazi cha nyoka. Apataye mke apata kitu chema tena, amepata kibali mbele za Mungu. Na mwanamke ambaye nampenda kwa dhati kabisa, afu na kila nikikutana naye ananiruka, kila nikisema nikutana naye ananiruka. Dada? Nani? Dada fulani hivi anaitwa Rozi. Rozi? Rozi gani? Kale ka Rozi fulani hivi, kadada fulani kanauza nguo pale sokoni pale. Bwana, achana na hayo mambo. Sasa hivi wewe pambana na maisha. Mdogo wangu, sasa hivi maisha ni magumu. Pambana na maisha, tafuta hela. Uone dada yako mimi napambana. Dada, mwenyewe hapa nilipo napambana, lakini inabidi kwamba nipate mwenzangu ili tupambane wote pamoja. Au upendi? Nikwambie kitu kakangu. Sasa hapa nakwambia hivi. Wewe hii pikipiki unaona ulivyopata kwa shida? Pambana. Tafuta hela, hayo mambo yatakuja baadaye, sio sasa hivi mdogo wangu. Sawa, lakini nampenda sana. Bwana, achana naye, hebu twende. Apataye mke apata kitu chema tena, amepata kibali mbele za Mungu. Apataye mke apata kitu chema. Kaka, mambo? Salama kwema? Kwema, mzima? Mimi mzima, sijui. Pole, naona umelala. Changamoto tu za kimaisha ndo zinanifanya nilale. Kwa nini sasa unaamua kujitenga ukae huko majalalani? Si unaona ni sehemu chafu hii? Sioni mtu akunisaidia kabisa, ndio maana niko nimekaa hapa. Usikate tamaa, Mungu bado anakupigania. Ndio maana basi ni Mungu tu amenileta hapa ili nikuone, kusaidie. Nashukuru sana kama ukinisaidia, maana mambo ninayopitia ni magumu. Hata kuelezea ninakuwa sitamani kabisa. Nahitaji kukusaidia. Unaweza kunisaidia nini dada? Naweza nikakusaidia mavazi, chakula, kuishi, sehemu ya kuishi sehemu ambayo ni salama na ni safi. Nashukuru sana kama itakuwa hivyo. Haya basi, naomba uamke. Na hili naenda nalo? Hili tunaenda nalo. Apataye mke apata kitu chema tena, amepata kibali mbele za Mungu. Apataye mke apata kitu chema tena, amepata kibali mbele za Mungu. Apataye ndoa ni mpango wa Mungu tangia Edeni.
kwa Adamu na Eva walishikwa pamoja. Ndoa ni mpango wa Mungu tangia Edeni. Kwa Adamu na Eva walishikwa pamoja. Ndoa ni mpango wa Mungu tangia Edeni. Kwa Adamu na Eva walishikwa pamoja. Ndoa ni mpango wa Mungu tangia Edeni. Kwa Adamu na Eva walishikwa pamoja. Ndoa ni mpango wa Mungu tangia Edeni. Kwa Adamu na Eva walishikwa pamoja. Ndoa ni mpango wa Mungu tangia Edeni. Kwa Adamu na Eva walishikwa pamoja. Shika lako ya boda. Sikiliza sasa, hii hela dada kaa nayo. Na shida na nini? Na shida na namba yako. Yaani mimi namba sitoi, shika hela yako, naomba change yangu. Nipatie namba yako tutakuwa tunawasiliana. Kwa hiyo unafanya kazi mshahara ni namba, si ndivyo? Hapana, sio mshahara ni namba. Wewe nipatie namba yako tutakuwa tunawasiliana. Kwa hiyo unahitaji namba, unataka hela? Wewe nisaidie namba, hiyo hela kaa nayo. Namba sitoi. Sikia, namba sitoi, na kama umekataa hela mimi naondoka nayo, sawa? Sikia dada, wewe nigee tu namba ya simu. Namba sitoi kaka. Namba utoi? Kwani usitoe mwanamke mzuri kama usitoe namba dada? Kwa heri. Mpango wa Mungu tangia Edeni. Kwa Adamu na Eva walishikwa pamoja. Ndoa ni mpango wa Mungu tangia Edeni. Kwa Adamu na Eva walishikwa pamoja. Ndoa ni mpango wa Mungu tangia Edeni. Kwa Adamu